Nasikia? Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Unasikia? Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasue, nikawaambia sikizeni. Mimi nalaumiwa Mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi wachanga, viongozi vijana. Sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo wadogo. Na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Nikamwambia ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Wakaniambia wewe ndio kuamua. Sawa, mimi nikaamua, tukaenda pamoja na ndugu yangu Rigathi. Hiyo ilikuwa ni miezi mitatu kabla ya uchaguzi, si ndivyo? Baada ya uchaguzi si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi kila siku kwa kesi. Itumbi amesema sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya, bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Umeniuliza swali kabisa. So nikamwambia tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge mwenye kumuondoa bunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay, kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia vita mwenyewe ameanzisha na wabunge. Ya tatu, naibu wa rais kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day?
What? For 2 years, he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public, kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, you know, manifesto tumeandika housing. Manifesto tumeandika universal health coverage. Manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu. Manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti. Mheshimiwa Rais. Just wait, manifesto si gazeti. Nikamwambia, we made a commitment to the people of Kenya on housing, on universal health coverage, on making sure that we have a proper CBC model. Sasa kama huwezi kutetea, kama huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka, hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government? Wacha nimalizie. So I just want you to understand, because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia, wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo, sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi, mimi sasa, unajua, mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10, Bwana Waweru? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, nikupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia, I will not do it.